Hebu nyosha mkono hivi, sema haleluya. Sema haleluya. Ilipaswa tuishie hapa, maana Roho Mtakatifu ameshashuka na anahudumia watu wake. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Usiku wakati nimelala, naomba utulivu, tulie kwenye uwepo wa Bwana. Usiku wakati nimelala, Mungu alinionyesha jambo hili. Nimeona mchungaji Samson anafuta viatu. Washirika wamepanga foleni, wanasafishwa viatu vyao. Viatu vinametameta kwelikweli, yaani viatu vinametameta. Na mimi nikaja sana, mchungaji, naomba nisaidie kufanya kazi hii. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo inaonyesha Mungu wetu yuko kazini. Shangilie Bwana kwa hilo. Mungu wetu yuko kazini. Usikubali moto huo wa uamsho ukupite. Usikubali huu moto wa uamsho usikupite. Tunaposema uamsho, tunatamani makanisa yote tuwe na ibada ambazo Roho wa Mungu anazungumza. Roho wa Mungu anawafungua watu. Itakuwa ni ajabu mtu ameingia na pepo kanisani anatoka nalo. Hizo ni ubaridi, ni ibada iliyopoa kabisa hiyo. Tunatamani mtu akija na pepo, ameingia na pepo anatoka akiwa salama. Haleluya. Ameingia na mizimu ya kwao, anatoka mizimu ya kwao imeshamwachia, anakuwa salama. Ndio maana ya uamsho. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ya uamsho. Ndio maana tupige kelele kuanzia Jumatatu, tupige kelele Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa na leo Jumapili tunahitimisha. Tunatamani vitu kama hivi. Ni maombi yangu, Baba Askofu, kwanza nimekuwa mpefa mimi, sijawahi kuhudhuria ibada za wapefa kama hivi. Jamani, Bwana asifiwe sana. Nimefurahi sana. Nimefurahi sana kuona ibada zenye uwepo wa Bwana. Jamani, haleluya. Unajua kule kwetu TNG sisi tunafundisha sana uamsho. Jamani, Bwana asifiwe sana. Uamsho kama lazima moto wake, moto wake, moto wake. Sasa nimefurahi sana kuona moto ukiwaka kwenye madhabahu zetu za kipefa. Nimejisikia vizuri. Nimejisikia vizuri. Wale wana wa Asafu, wale waimbaji, lazima mjiandae. Jamani, amina. Nilisema juzi hivi, nyie waimbaji mkijiandaa vizuri, mkimuomba Mungu vizuri, sisi wahubiri tunamalizia tu. Maana Mungu anakaa mahali penye sifa. Mungu akiabudiwa vizuri, Mungu akisifiwa vizuri, mambo yanakuwa mazuri. Jamani, Bwana asifiwe sana. Sasa leo ni mwisho wa semina yetu. Nitafanya majumuisho kidogo. Wewe ambaye ulikuwa haupo, ujumbe wetu ulikuwa unaitwa uamsho na kanisa. Sema uamsho na kanisa. Ujumbe wetu ulikuwa unaitwa uamsho na kanisa. Pia katika semina hii nimesema kwamba tutajifunza mambo 6. Jambo la kwanza, tulijifunza nini maana ya uamsho. Tulijifunza nini maana ya uamsho. Pia tukasema kwa nini tunahitaji uamsho. Kwa nini tunahitaji uamsho. Pia nikasema kwamba tufundishe kipengele cha 3, nini kitatokea wakati wa uamsho. Wakati wa uamsho nini kinatokea? Madhihirisho ya nguvu za Mungu kama hivi kwenye ibada zetu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Nimefurahi. Tumefanyia kazi kipengele cha 3. Nini kitatokea? Uamsho unapokuwepo kanisani, nini kinatokea? Nini kinatokea? Ni madhihirisho ya nguvu za Mungu ambazo zinafanya kazi. Nguvu ya Mungu inapotembea, uwepo wa Bwana unafanya kazi. Pia nikisema kwamba jambo la 4, tunasema kwamba jinsi ya kuleta uamsho. Jinsi ya kuleta uamsho ni jambo la 4. Na jambo la 5 tunasema kwamba ubatizo wa Roho unatazamiwa.
unatazamiwa tena. Ubatizo wa Roho unatazamiwa tena. Na jambo la sita, maana ya kuwa wa Pentekoste. Nikasema kwamba ili ambapo sijafundisha somo hili, bado sijafundisha maana ya kuwa Pentekoste. Wa Pentekoste sio kuimba tu madhabahuni, no. Wa Pentekoste ni nguvu, yaani ni uasi juu ya dhambi. Upentekoste ni uasi juu ya mambo ya shetani. Tunamkataa shetani, tunaingia kwa Mungu moja kwa moja. Jamani, Bwana sasa. Kwa hiyo somo hili sijafundisha na sitalifundisha. Tukipata neema tutafuta siku nyingine. Pia tukaangalia makusudi ya somo letu. Kusudi la kwanza, kufahamu nia na makusudi ya Mungu zana hizi. Tukasema kwamba tujue kwamba zana hizi ni zana za mwisho, ni zana mbaya, ni zana ambazo hazifai. Lazima tufahamu kusudi la Mungu kwa zana hizi. Tukasema pia matazamio yetu la pili ni kumruhusu Roho Mtakatifu na kufanya upya, kutuhuisha na kufanya maisha yetu ya kiroho, yaani kumwachia Roho Mtakatifu kazi yake anayofanya. Nimefurahi pia kwenye ibada hii tumemwachia Roho wa Mungu afanye mwenyewe. Jamani, amina. Hatujamkatiza, tulimwacha afanye. Ndio makusudi ya somo langu, tulimwacha Roho Mtakatifu afanye. Pia kusudi la tatu ni kuhuisha upya kwa kalama, kuhuishwa upya kwa kalama na huduma ya maisha yetu, yaani kalama zirudi tena kanisani, huduma zirudi tena kanisani. Tusifanye kazi kwa kulazimishwa. Usije kanisani kufanya usafi mpaka utangaziwe. Wewe mwenyewe tujue kwamba unapaswa kuihudumia nyumba ya Bwana. Tunapaswa pia kuona rohoni. Jamani, Bwana sasa. Na jambo la nne, kujenga na kuongeza kiu ya kiroho, kumuona Mungu akitembelea kwa upya makanisa yetu. Kujenga na kuongeza kiu ya kiroho, kumuona Mungu akitembelea kwa upya makanisa yetu. Makanisa yetu lazima nguvu ya Bwana itembee. Jamani, Bwana sasa. Bila nguvu ya Bwana, hiyo sio kanisa la Pentekoste. Jamani, amina. Makanisa mengine yote kwa kule ya kidini, huoni nguvu ya Bwana ikitembea. Humuoni Mungu akishuka akihudumia watu wake. Humuoni Mungu. Ni kusifiana wenyewe kwa wenyewe tu na kupamba ibada, lakini humuoni Mungu akitembea. Lakini sisi ni kujenga na kuongeza kiu ya kiroho, kumuona Mungu akitembelea kwa upya makanisa yetu. Tunatamani Mungu atembee kwa upya ndani ya makanisa yetu. Na jambo la tano, washa moto wa uamsho ndani ya kanisa na taifa zima kwa jumla. Kama tuwashe moto wa uamsho ndani ya kanisa na taifa zima kwa jumla, lakini lazima tuone uamsho. Moto wa uamsho unawaka ndani ya makanisa yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia tukaona uamsho, tukajifunza nini maana ya uamsho. Tukasema kwa ni jambo la maana ya uamsho. Tukasema maana ya uamsho ni ufufuo, kuisha, kuamka, kurudi kwenye kiwango, kuamsha na uzima tele. Yaani maana ya uamsho ni kuamka, kurudi kwenye viwango vyetu. Kama kuna mambo tulikuwa tufanye, sasa tuyafanye kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Pia tukajifunza kwa undani jambo la pili, kwa nini tunahitaji uamsho. Tukaona kuondoa hali ya kurudi nyuma na kufa kiroho. Tukasema tunajifunza uamsho kuondoa hali ya kurudi nyuma na kufa kiroho. Uamsho kama hamna kanisani,
zitakuwepo ndani ya kanisani, wala dhambi hazitakemewa. Lakini uamsho ukiwepo, dhambi itaondolewa na watu watakuwa wanamsifu Mungu katika roho na kweli. Jamani, Bwana asifiwe sana. Jamani, Bwana asifiwe sana. Uamsho ukiwepo kanisani, dhambi haitakuwepo. Hakuna kutengwa. Maana kila mmoja ana nguvu za Roho Mtakatifu. Kila mmoja anatembea kwenye viwango vya Roho Mtakatifu. Dhambi inakuwa haitaji kanisani. Tukasema pia nini kitatokea wakati wa uamsho? Kuna mambo 7 yanatokea wakati wa uamsho. Miongoni mwa jambo moja kwamba waumini watamwabudu Mungu kwa uzuri, na nguvu za Mungu zitatembea kanisani na kwenye ibada zetu. Nguvu za Mungu zitatembea kanisani na kwenye ibada zetu. Tumeona leo kwenye ibada yetu Mungu amelitembelea kanisa lake. Jamani, Bwana asifiwe sana. Wote tumeona uweza wa Bwana, tumeona nguvu ya Mungu ikiwa kazini. Kwa hiyo uamsho ukiwepo, waumini watamwabudu Mungu kwa uzuri. Kila mmoja moyo wake utakuwa wazi, kila mmoja atatamani kumwabudu Mungu, na Mungu atatembelea kanisa na kuponya magonjwa na kuondoa wasiwasi wa watu, na Mungu atajitukuza. Tukasema pia, na kupata haraka, tukasema pia jinsi ya kuleta uamsho. Tukasema kwamba ili uamsho uje, ni maandalizi gani ya kiroho yafanyike ili uamsho uweze kuwepo. Tukasema kwamba namba 1, ili uamsho ulikuwepo tangu Agano la Kale. Yaani uamsho kwa Agano la Kale ulikuwepo. Sasa vitu vya kufanya ili uamsho uje, tukasema kwamba cha kwanza ni kutii. Yale ambayo unaambiwa lazima utii. Uamsho huwezi kuja kama wenzako wanamsifu Mungu, wewe umsifu Mungu. Wenzako wanasikiza neno la Mungu, umekaa nje, uamsho huwezi kujia. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ili uamsho uje, tukasema kwamba ni lazima utii. Wenzetu walitii, ndio maana uamsho ukawajia. Pia tukasema kwamba ili uamsho uje, lazima umwabudu Mungu na kumsifu. Tukasema ili uamsho uje, lazima umoja, upendano na ushikamano uwepo. Ili uamsho uje, ni lazima ufanyie Mungu ibada na kumwabudu kwa kweli. Pia tukasema kwamba ili uamsho uje, lazima uwe mtu wa maombi. Maombi na ibada huenda pamoja. Tulijifunza jana, maombi na ibada huenda pamoja. Maombi ni muumbaji, kama pia ilivyo njia ya ibada. Roho ya ibada ni roho ya maombi. Maombi na ibada vimeunganika kama vile nafsi na mwili, vivyo hivyo vimeungana. Hakuna maombi ya kweli pasipo ibada, na hakuna ibada bila maombi. Kwa hiyo maombi ndio atakufanya uamsho uje. Lazima mtu wa Mungu uwe mtu wa maombi. Lazima uwe mtu wa maombi. Usiwe msanii. Kuwa mtu wa maombi. Maombi ya kufunga, maombi mbalimbali. Unapoalikwa kanisani kwenye maombi, njoo na Mungu atakubariki. Jamani, Bwana sasa leo nataka tuseme kwa habari ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Sema ubatizo. Sema ubatizo. Lazima tubatizwe tena. Jana tulisema kwamba ubatizo wa Roho Mtakatifu umepuuzwa makanisani. Tulijifunza ubatizo umepuuzwa kanisani. Tukasema kusudi la ubatizo wa Roho ni kwa ajili ya kupewa nguvu mpya. Huwezi kuwa na nguvu mpya kama huna Roho Mtakatifu. Tukaangalia kitabu cha Matendo 1:8. Tukasema kusudi la ubatizo wa Roho inafunua wazi kusudi la kubatizwa kwa Roho na kuwepo kwa nguvu na uaminio
kwa ajili ya ushuhudiaji wenye ufanisi. Yaani Roho Mtakatifu akiwepo ndani yako, unapata nguvu ya ushuhudiaji wenye ufanisi. Unakuwa shahidi hapa Magore, shahidi pale unapoishi, shahidi kule kazini, kila mahali wewe unakuwa shahidi. Kwa nini? Maana wewe una nguvu za Roho Mtakatifu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni tatizo kubwa sana. Takwimu zinaonyesha kupungua kwa msisitizo juu ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Yaani takwimu zinaonyesha makanisa yetu ya Afrika ya Kipentekoste, takwimu za ujazo wa ubatizo wa Roho Mtakatifu unapungua. Kanisani wanaonena ni wachache. Yaani kanisani wanaonena ni wachache. Watu wengi hawaneni kwa lugha. Watu wengi wamepunguza kutembea na Roho Mtakatifu. Tumeona, tukajifunza jana, tukasoma kitabu cha Wagalatia, kama Wagalatia walianza kwa roho lakini walikamilisha kwa mwili. Kwa hiyo ni ombi langu wote tubatizwe na Roho Mtakatifu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Tubatizwe. Ni maombi yangu wote tubatizwe na Roho Mtakatifu. Ubatizo wa jinsi ya kubatizwa kwa Roho Mtakatifu. Jinsi ya kubatizwa kwa Roho Mtakatifu. Mungu anataka kwamba Roho Mtakatifu wake ambaye anakaa ndani yako, kwa sababu wewe ni muamini wa Yesu, akujaze na kufurika kwa nguvu ya kumtumikia yeye. Mungu anatamani kila mmoja wetu hapa abatizwe na Roho Mtakatifu. Hebu tusome, fungua kile kitabu cha Efeso sura ya 5 mstari wa 18. Nataka tuhubiri afu tuingie kwenye maombi ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Efeso 5:18. Efeso 5:18. Efeso, mpeni maiki kule anasoma, msitile maiki kule. Mpeni maiki nyingine kama ile imegoma, mpeni nyingine. Mpe hiyo hapo. Hiyo na rekodia. Amina. Kitabu cha Efeso 5 sura 5 mstari wa 18 nasema, tena msilewe kwa mvinyo ambao mna ufisadi, bali mjazwe Roho. Tena msilewe kwa mvinyo, ambaye kazi ya mvinyo ndani yake kuna ufisadi. Walevi wanaekunywa pombe wana ufisadi. Anasema tena msilewe kwa mvinyo, bali mjazwe Roho. Jamani, Bwana asifiwe. Mwambie mwenzako jazwa Roho. Mwambie mwenzako jazwa Roho. Mwambie mwenzako jazwa Roho. Usikae kanisani kama unakutega mtego. Kanisani hatutegi mitego. Kanisani tunakuja kumwabudu Mungu. Na uwezi kumwabudu Mungu kwa uzuri kama una nguvu za Roho Mtakatifu. Jamani, amina. Utakuwa mshangaaji kanisani. Utakuwa mzurulaji kanisani. Lazima ujae, ulewe. Wakati tunaendelea hapa, nimeona watu wengine wamelewa. Jamani, Bwana asifiwe. Wamelewa Roho Mtakatifu. Unajua mlevi sajitambui. Mlevi anaenda hivi. Maana kuna watu hapa nimeona walielewa Roho Mtakatifu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Lazima wote tubatizwe. Sema kubatizwa. Naamini wengi hapa, walio wengi hapa, kuna ubatizo wa maji mengi. Ushabatizwa, si ndio? Sasa sisi mimi siongelea ubatizo wa maji mengi, naongelea ubatizo wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima ubatizwe. Anasema msilewe kwa mvinyo ambao ndani yake mna ufisadi, bali ujazwe Roho.
Ninatamani kanisa la Magole ubatizwe na ubatizo wa Roho Mtakatifu, wote tubatizwe. Haleluya! Hata mimi pia natamani kubatizwa tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Ubatizwe tena, hata kama ulishabatizwa, Mungu anakutaka ubatizwe tena ili ujae zaidi. Unajua maisha au nguvu iliyopo kanisani unaondoka nayo leo, itakuwa ni nguvu tembea nayo Jumatatu ukiwa kazini, una nguvu hii. Jumanne una nguvu. Usiwe kama kinyonga hapa kanisani, umeelewa Roho Mtakatifu, kule mtaani unalewa matusi, unatukana, mchoyo, mwongo. Huyo sio Roho Mtakatifu. Jamani, amina. Roho Mtakatifu anakupa maisha ya kuishi pia. Unapokuwa na Roho Mtakatifu pia anakupa maisha ya kuishi. Hata kule nyumbani kwa mume wako unakuwa na nidhamu, kwa wazazi wako unakuwa na nidhamu, kwa mume wako, kwa mke wako unakuwa na nidhamu. Hakuna kufokeana, hakuna malumbano. Kwa nini? Wote mmejaa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema ndani ya ulevi kuna ufisadi. Kwa hiyo anasema wote tujazwe, tubatizwe kwa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Tubatizwe kwa Roho Mtakatifu. Mungu anataka kwamba Roho Mtakatifu wake ambaye anakaa ndani yako, kwa sababu wewe ni mwamini wa Yesu, akujaze na kufurika kwa nguvu ya kumtumikia yeye. Nguvu ya Mungu ikiwepo ndani yako, hutalazimishwa kumtumikia Mungu, hutalazimishwa kutoa fungu la 10, hutalazimishwa kwenda kwa mchungaji kufanya usafi. Roho wa Mungu atakuwa anazungumza na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tusome tena. Ni ahadi kubatizwa Roho Mtakatifu, ni ahadi iliyoahidiwa na Mungu. Hivyo omba kwa ajili yake. Yaani ni ahadi. Ni lazima uwe mtu wa Mungu. Ni ahadi yako. Ni kibiblia kwamba ubatizwe na Roho Mtakatifu. Hebu soma tena. Soma Luka 11:13. Luka 11:13. Luka 11:13. Sura 13. Asema, basi ikiwa ninyi mlio waovu, rekebisha maiki yako. Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, Baba aliye mbinguni hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wamwombao? Ikiwa ninyi waovu mnajua kuwapa watoto vipawa vyema, je, Baba wa mbinguni hatawapa ninyi mnaomwomba Roho Mtakatifu? Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni vizuri mtu wa Mungu upokee, ujae Roho Mtakatifu, ubatizwe. Ubatizo, ulibatizwa kwa maji mengi, sawa. Sasa Mungu anataka ubatizwe tena kwa Roho Mtakatifu. Hebu soma Yohana 3:11. Yohana 3:11. Soma Yohana 3:11. Nasema, amin amin nakwambia. Yohana ni Mathayo, soma zamani, Mathayo 3:11. Mathayo 3:11. Nasema, wakaingia nyumbani wakamwona mtoto pamoja na Maria. Ni Mathayo? Ndio. Mathayo 3. Mathayo 3:11. Nasema, kweli mimi nawabatiza kwa maji. Kweli mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba. Kwa ajili ya toba. Bali yeye ajaye nyuma yangu
kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Jamani, Bwana sasa tunaona hapa ubatizo wa aina mbili, ubatizo wa Roho Mtakatifu na ubatizo wa kwa moto. Mimi sizungumzia ubatizo wa moto, nazungumzia ubatizo wa Roho Mtakatifu. Jamani, Mungu wetu asifiwe sana. Ni lazima mtu wa Mungu, ubatizo huu ni wa kibiblia, ni lazima ubatizwe. Kanisa la Bwana, wanaume kwa wanawake, lazima ubatizwe. Watoto pia wanabatizwa. Siku ya Pentekoste wote walibatizwa. Waliokuwepo pale orofani, watu 120 wote walibatizwa. Jamani, amina. Kwa hiyo nikutie moyo asubuhi ya leo, kubali ubatizo huu wa Roho Mtakatifu. Kubali ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ubatizo katika Roho Mtakatifu ni wa kimaandiko, ambaye kila aminie Biblia lazima akubali kuwa kwa msingi wa andiko tulilotumia hapo juu. Asema, nimegundua kwamba kuwa huwezi kuendelea mbele katika wokovu ulionao na huwezi kushinda dhambi kama hujabatizwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Jamani, Bwana sasa, huwezi kushinda dhambi kutokana na ujuzi uliokuwa nao wanafunzi wa Yesu. Twaweza pata jibu. Yesu aliwaambia wafuasi wake, furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Hata hivyo uzoefu wao sio sawa na kuzaliwa mara ya pili ilivyo leo, lakini ilikuwa vyema kwa yoyote anayezaliwa mara ya pili afanyiwe ubatizo wa Roho Mtakatifu. Hebu soma Yohana 20:18, Yohana 20:19 hadi 22. Yohana 20:19 hadi 22. Naomba mtu mmoja anisomee Yohana 20:19 hadi 22. Ikawa jioni siku ile ya kwanza ya juma, pale walipokuwapo wanafunzi, milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi. Akaja Yesu, akasimama katikati, akawaambia, amani iwe kwenu. Naye akisha kusema hayo, akaonyesha mikono yake na ubavu wake. Basi wale wanafunzi wakafurahi walipomwona Bwana. Basi Yesu akawaambia tena, amani iwe kwenu. Kama Baba alivyonituma mimi nami nawapeleka ninyi. Naye akiisha kusema hayo, akawavuvia, akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Wowote mtakawaondolea dhambi wameondolewa, na wowote mtakaowafungia dhambi wamefungiwa. Anasema Yesu akaja kwao akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Wowote mtakaoondolea dhambi wameondolewa, na wote mtakaofungia dhambi wamefungiwa. Kwa hiyo nataka nikwambie kanisa la Magore, hakuna kitu cha muhimu katika maisha yako kama kubatizwa au kama kumpokea Roho Mtakatifu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mtakatifu ndio uamsho. Roho Mtakatifu ndio anakufanya wewe ufurahie wokovu. Wokovu bila Roho Mtakatifu ni mgumu kupita maelezo. Utakuwa ni kama vile Mroma aliyechangamka. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kama mtende aliyochangamka. Kwa nini? Walimpuuza Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu hawajampa nafasi katika maisha yao. Roho Mtakatifu hawajamwona ni wa thamani, walimwacha. Kanisa likapoa. Wanafanya ibada, lakini ibada zao hazimtukuzi Mungu. Ibada zao zina uwepo wa Bwana. Watu wanarudi nyuma, wanashangaa kwenye kanisa la Mungu kuna wachawi nao wamo. Kanisa la Mungu washirikina nao wamo. Hilo ni kanisa ambalo limepoa. Tunamhitaji Roho Mtakatifu. Jamani, amina. Wapo kanisani wanafanya dhambi. Wanakwaya walikuwa natuimbia hapa, kama hawana Roho Mtakatifu
Mtakatifu watakuwa wanaimba na wanafanya dhambi. Kwa nini? Nguvu ya Mungu hamna. Siku moja nilikwenda kuhubiri kanisa fulani, wanakwaya kama hawa watu hivi hapa, wamevaa sare vizuri kama na kwetu hapa Magore. Wakawa dada mmoja huyo wakawa naimba mpaka akanichoma moyo wangu. Yeye akawa anaimba kweli kweli, akawa anamsifu Mungu. Yeye ndio alikuwa kinara wa ile kwaya. Tulikuwa kwenye tamasha moja hivi, tumefanya ibada kwenye tamasha. Yule dada anaimba kama kinanda, kama malaika. Sasa tukamaliza tamasha, nikaenda nyumbani kwa mchungaji, tukapiga simu kwa mchungaji pale, nikakaa kwa muda mrefu kwa mchungaji pale, nikatoka saa moja ya usiku. Yule dada nikakuta kwenye kona anapozwa, kwenye kona amebananishwa na kijana. Nikamwona yule dada, roho yangu ikasema hapana. Ameimba vitu vile kama sana kule. Leo alikuwa ni kona hii. Ngoja nimwendee. Nikapewa dada, wewe uliimba kanisani kule, unafanya haya. Mchungaji, naongea saa 3 unaongea kitu gani hapa? Kwenye kona, kwenye giza. Nikajua kumbe tu ni wasanii. Jamani, amina. Msanii anaweza akaeti ukaona ni uhalisia, kumbe sio nini? Kumbe sio uhalisia. Hatutaki wasanii kanisani, tunataka watu wanaofanya kiuhalisia. Kama unanikubalia sema amen. Sema amen. Sema amen. Hatutaki wasanii ambao wanatuimbia vizuri watu alafu baadaye wanafanya mambo ambayo ni kinyume na mambo ya Mungu. Hatutaki. Tunataka uamsho. Tukisema ni uamsho, ni uamsho. Nguvu ya Mungu ikutembelee. Wana wasafu, semeni amina kama Bwana wasafu. Wana wasafu sema amen. Wana wasafu sema amen. Mmekimbia vizuri. Nami nimebarikiwa kwa kweli kwa uimbaji wenu. Naomba uimbaji huu uwe uimbaji wa chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Jamani, Bwana siwe sana. Na ili uimbe vizuri, usirebuke hapa. Yule mwanasheria wapi? Mwanasheria. Njoo mwanasheria. Njoo, huyu mwanasheria. Mwanasheria leo kaimba vizuri sana. Amen. Jamani, amina. Amina. Kaimba alipokuwa anaanza nyimbo zake, nilikuwa nakwenda kutumia nyimbo za ajabu huyu ni mwenye mwangu. Lakini wakati anaendelea, kumbe amejiandaa rohoni. Unajua ukiwa rohoni, hata ukiimba nyimbo za ajabu zinakuwa zina upako. Jamani, amina. Zinakuwa na upako zile nyimbo. Mwanasheria ongea, umeimba vizuri. Sasa ujae Roho wa Mungu, uimbe kimungu zaidi. Sema amina. Jamani, Bwana sio sana. Tunatamani vijana kama hawa wajae na nguvu za Roho Mtakatifu. Kuna sababu nasema kwamba kinasema kwamba Roho Mtakatifu anasema Roho Mtakatifu na kizazi kipya. Nasema Roho Mtakatifu na kizazi kipya. Unajua kizazi kipya hakitaki Roho Mtakatifu. Jamani, amina. Kizazi kipya hakitaki Roho Mtakatifu. Kizazi kipya kinataka tu seremuka, seremuka, seremuka na Bwana, seremuka, seremuka, lakini hautaki ujazo wa Roho Mtakatifu. Sasa ili useremuke na Bwana, lazima ujae nguvu ya Roho Mtakatifu. Kizazi kipya sema amina. Amen. Kizazi kipya sema amina. Amina. Kizazi kipya sema amina. Amina. Tunatamani hata kama sisi tumeondoka, kizazi kipya tunakiachia kanisa ambalo lina upako na nguvu za Roho Mtakatifu. Jamani, amina. Maana sisi mimi sasa hivi nina miaka 50. Jamani, amina. Na miaka mingapi? 50. Bado miaka 20 ya kibiblia. Nimesema ni 70. Kama una nguvu miaka mingapi? Kama una nguvu miaka mingapi? 80. Si bado 20 tulishachoka. Anasema mwanadamu ana miaka ya kuishi ni 70. Kama ana nguvu ni 70 ngapi? 80. Sasa hata tukiondoka sisi watu wazima, tukiondoka lakini kanisa liwe kwenye mikono salama. Na kinachofanya kanisa liwe kwenye mikono salama sio hadithi, ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Sema amina.
Sema amina. Amina. Sema amina. Amina. Ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Kizazi kipya kitasimama na Mungu, kikiongozwa na Roho Mtakatifu kitakuwa salama. Lakini tukiondoka sisi ambao tunasema uamsho, wale wenye kizazi kipya wanajua ni kuimba tu matamasha ya kuimba, kwenye maombi hawaji kanisani. Ukiambia kwenye maombi hawataki, Ijumaa kanisani hawaji, Jumatatu kanisani hawaji. Unasema tuko busy. Ndio hao ambao tunataka kuwacheka kanisa. Sasa tuacheje kanisa kwa staili hiyo? Tunatamani nao wajazwe na Roho Mtakatifu. Sema amina. Amina. Sema amina. Amina. Sema amina. Amina. Tunatamani nao wajazwe Roho Mtakatifu. Kutokana na ujuzi tuliokuwa nao, wanafunzi wa Yesu pia walitamani huo ujazo. Hebu soma Warumi 9:19. Warumi 9:10. Warumi 9, Warumi 19. Warumi 19. Warumi 10:9. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Jamani, Bwana sana. Ukimkiri Yesu kwa kinywa chako na kuamini moyoni utaokoka. Na ukiokoka unakwenda kubatizwa ubatizo wa maji. Unapobatizwa maji unabatizwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo batizo zote ni za samani. Lazima ubatizo wa maji, ukimaliza ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kwa wakati huu wanafunzi wa Yesu walikuwa wanatoka katika wokovu wa Agano la Kale kuja wokovu wa Agano Jipya. Huu haukuwa ubatizo wao katika Roho Mtakatifu. Hapo walipopokea Roho Mtakatifu mpaka siku ya Pentekoste kule gorofani. Kule gorofani wale wanafunzi walitoka kwenye wokovu wa Agano la Kale, lakini ule wokovu wa Agano la Kale ilikuwa ni tofauti na wokovu wa Agano Jipya. Waliambia wasubiri mpaka siku ambapo watabatizwa na Roho Mtakatifu, na walibatizwa ile siku ya Pentekoste. Hebu naomba nisomee msomaji wangu Matendo 2 mstari wa kwanza hadi 14. Matendo sura ya 2 mstari wa kwanza hadi mstari wa 14. Matendo 2 mstari wa kwanza hadi mstari wa 14. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Kukaja ghafula toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto ulioangalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyojalia kutamka. Na walikuwako Yerusalemu Wayahudi wakikaa, watu wataua, watu wa kila taifa chini ya mbingu. Basi sauti hii iliposikiwa, makutano walikutanika, wakashikwa na fadhaa, kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Wakashangaa wote, wakastaajabu, wakiambiana, tazama, hawa wote wasemao si wa Galilaya? Imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliozaliwa nayo? Walipata na Wamedi na Waelami na Pamfilia, Misri na pande za Libya karibu na Kirene, na wageni watokao Rumi, Wayahudi na waongofu, Wakrete na Waarabu, tuwasikia hawa wakisema kwa lugha zetu matendo makuu ya Mungu. Wakashangaa wote, wakiingiwa na shaka, wakiambiana, maana yake nini mambo haya? Wengine walidhihaki wakisema, wamelewa kwa mvinyo mpya. Lakini Petro akasimama pamoja na wale 11, akapaza sauti yake, akawaambia, enyi watu wa Uyahudi na ninyi nyote mkaao Yerusalemu, ijueni jambo hili, mkasikilize maneno yangu. 15. Inatosha jamani, Bwana sana. Tunaona hapa
Wale jamaa ambao Yesu aliwaambia wasitoke, hata alipokuwa amekutana nao aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba ambayo mlisikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuweko wote mahali pamoja. Kukaja ghafla kutoka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu, ukaenda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Ukawatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto zilizokalia, kila mmoja wao wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Hao jamaa wakaanza kusema kwa lugha nyingine. Kwa hiyo Roho Mtakatifu akija juu yako, unaweza kusema kwa lugha nyingine, unaweza kunena kwa lugha. Jamani, amina. Kunena kwa lugha kuna faida, kuna faida, maana unanena mambo ambayo unaweza kuwasikii. Anena kwa lugha, anaongea na Mungu moja kwa moja, yaani wewe una connection na Mungu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Unapoanza kwa lugha, unaongea na Mungu, una connection na Mungu moja kwa moja. Huongei na mwanadamu, maana wanadamu hatusikii unaongea nini. Unaongea na Mungu mwenyewe. Labda unaomba, Mungu nitie nguvu, Mungu nisaidie, Mungu nibariki, Mungu nifanyaje. Ile lugha ambayo watu wengine hawasikia, lakini wewe unasikia, Mungu anasikia. Kwa hiyo ni vizuri pia unapojazwa Roho Mtakatifu, lazima pia unene kwa lugha. Mwambie mwenzako, je, unanena kwa lugha? Mwambie mwenzako, je, unanena kwa lugha? Tamani pia kunena kwa lugha. Jamani, amina. Ahadi ya Baba ilitimizwa kwa Roho Mtakatifu kumwagika siku ya Pentekoste. Ndio sasa wanafunzi walikuwa na mguso mkuu ndani ya siku chache. Yaani leo jamani, amina. Maana Roho Mtakatifu anapokuja unapata nguvu mpya. Sema nguvu mpya. Hawa wanafunzi baada ya kujazwa na Roho Mtakatifu, baada ya kujazwa Roho Mtakatifu wakaanza kupokea mabadiliko. Bwana asifiwe. Wakapokea mabadiliko, wakaanza kuchangamka, ibada zao zikawa na nguvu za Mungu, uwezo wa Mungu ukashuka juu yao. Jamani, Mungu wetu asifiwe sana. Nataka nikwambie kanisa la Magore, tukikubali Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu akiingia ndani mwetu, ataondoa magonjwa, ataondoa roho ya mizimu, ataondoa mapepo, ataondoa majini, ataondoa kuonewa, na utakuwa salama. Haleluya! Hebu mshangilie Bwana kwa makofi ya shangwe na vigelegele. Mtamani sana Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndio amelizaa kanisa. Kanisa itakuwa moto moto, mizimu ya kwenu haitakuonea tena, magonjwa hayatakuonea tena, misiba haitakuonea tena, utakuwa salama. Haleluya! Tamani ujazo wa Roho Mtakatifu. Jamani, amina. Mila za kwenu hazitakuonea tena. Hata kama baba yako na mama yako ni wachawi. Mchungaji mmoja ni mchungaji, baba yake na mama yake ni wachawi kweli kweli. Kwenye kile kijiji wanaogopwa, alafu wao wametokea mchungaji. Jamani, amina. Yule mzee anaogopa kwa uchawi, yule mama ni mchawi. Kule kwetu kuna kitu kinaitwa zongo. Mnajua zongo je? Mnajua zongo je? Wewe unajua zongo rafiki yangu? Wewe unajua zongo? Wewe unajua zongo? Unasikia? Nenda najua zongo. Wasambana unajua zongo. Yule msambaa mwenzangu anajua zongo. Anajua zongo yule. Zongo, wale watia zongo, yani akikuangalia tu hivi, akifanya hivi, wewe tayari umeishi. Tumbo linakuwa kama fenesi. Umejaa tumbo, umetiwa zongo. Akikuangalia tu hivi, umekutia zongo. Sasa yule mchungaji, baba yake ni mchawi kubwa, mama yake ni mtia zongo.
wachawi. Siku moja sasa kwenye Christmas, wameenda kwenye Christmas, yule mke wa mchungaji kaenda kwa mama mkwe kwenye Christmas. Mama mkwe akaona wajukuu wake, akawatamani kuwala nyama, maana mama ni mchawi. Akatamani kuwala nyama, na mume wake washirikiane kuwala nyama. Sasa naomba mwanangu, hawa wajukuu waache, shule zimefungwa, waache hapa nyumbani, wewe nenda, tutawaleta mwenyewe, shule zikifunguliwa. Kumbe anataka wale nyama. Yule mdada Roho kumwambia waache, lakini waombee, wachonge kwenye damu ya Yesu. Akachukua vile vitoto, vilikuwa ni kama vidogo kakiume na kakike, akaviombea watu wake, akaombea wote. Kuombea akawaacha kwa mama mchawi. Kuacha, yule mama alifurahi sana, kama amepata nyama ya kuwala watoto. Amepata wenzao huko, naye siku yake ya kulima imefika. Walipokuja usiku kutaka kuwala unyama, wakashangaa wanakuta mwanga mkali sana, mwanga umemulika kila mahali, mbele chumbani na hamna umeme, wakashindwa kuwala. Siku ya pili wakaja wakakuta simba wanne wamezunguka, hatuna kuona simba wamewazunguka wale watoto, simba wamewazunguka, wakashindwa kuwala. Siku ya tatu wakaja wakakuta watoto wao wameungua moto. Wale wachawi wakauliza, kwani hawa watoto ni wa nani hao? Kana watoto baba yake na babake ni wachungaji. Sasa mtoto wachungaji wewe, wanalika kweli hao? Wakashinda kuwala. Yule mama kesho yake akawachukua akawapeleka kwa mama yao huko Dar es Salaam. Wale watoto wako wasikii, watu watundu, nimewatamia, nimekushaka watoto wako hao. Mama sema kweli, ni watoto wako sio watundu. Watoto wako ni watundu sana bwana, nimeona tu watateseka kule. Mama sema kweli. Baada ya mwanangu, nisamehe, mimi na baba yako tuachao. Tumetaka kuwala watoto, nyama imeshindikana. Tumeona moto unatuakia, tumewashinda, ndio maana nimewaleta. Na mtaka huyo Mungu wako na mimi aniokoe. Yule mama mchungaji akasema, mama, sisi ni wachungaji, Mungu wetu yuko hapa na anaweza. Akapiga magoti yule mama, akaombewa, mpaka leo ameokoka. Amen. Jamani, haleluya. Mpaka leo ameokoka. Nataka nikwambie mwanamke, ukijaa nguvu ya Bwana, mila za kwenu hazitakusumbua. Baba yako ni mchawi, hatakusumbua. Mama yako hatakusumbua. Kwenye vikao vyao hatakuita, maana wewe umejaa nguvu za Roho Mtakatifu. Wanajua kukuita wewe, utakwenda kufanya maajabu makubwa. Nataka nikwambie, tamani kujaa Roho Mtakatifu. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi. Tamani kujaa nguvu za Bwana. Tamani. Roho Mtakatifu ni mtamu. Ukijaa ukashangalize, ni mtamu kweli. Sema ni mtamu. Sema ni mtamu. Jamani, haleluya. Amen. Anasema msilewe kwa mvinyo, ndani yake mna ufisadi, mjae, mlewe Roho Mtakatifu. Kila mmoja ana Roho Mtakatifu. Hata mtu akikurushia jini lake halitakupata. Amen. Haleluya. Akikulishia zongo halitakupata. Akikulishia uchawi hautakupata. Kwa nini? Maana una nguvu za Mungu ndani yako. Umepokea ufalme ambao hauwezi kutetemeshwa. Hautetemeshwi na wachawi, hautetemeshwi na majini, hautetemeshwi na nguvu yoyote. Maana ni nguvu ya Bwana Yesu peke yake iliyokufaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jamani, haleluya. Amen. Anasema ni ahadi ya Baba ilitimizwa kwa Roho Mtakatifu kumwagika siku ya Pentekoste. Ndio sasa wanafunzi walikuwa na mguso mkuu ndani ya siku chache. Roho wa Mungu akiwa ndani yako anakugusa. Anagusa mume wako, anagusa wanao, anagusa familia yako, anagusa ndoa yako. Hata kama mnaweza kukupa matumizi, Roho Mtakatifu anakupa matumizi. Haleluya. Amen. Jamani, haleluya. Leo Mungu anasema naye tu.
Jamani, Bwana sasa tunatamani mguso wa Mungu ukugusa. Ikiwa hiki ndio kilikuwa kielelezo pekee cha watu kupokea Roho Mtakatifu baada ya kuokoka, tungeweza kuhitimisha kwa matendo ya mitume kama tukio lililotoka mara moja. Hata hivyo, tunaona kuna vifungu vingine vya maandiko katika kitabu cha Matendo vinavyotuongoza kuamini kuwa kuna mguso mwingine baada ya ule wa siku ya Pentekoste wokovu. Filipo mwinjilisti alifanya mkutano wa uamsho Samaria. Filipo mwinjilisti alifanya mkutano wa uamsho kule Samaria, lakini walipomwamini Filipo akizihubiri habari njema za ufalme wa Mungu na jina lake Yesu Kristo, wakabatizwa wanaume na wanawake, wakabatizwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Lazima mwanaume na mwanamke wote tubatizwe ubatizo wa Roho Mtakatifu. Una furaha sana na inafurahisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Tubatizwe. Soma Matendo 8:12 hadi 14. Matendo 8:12 nasema, lakini walipomwamini Filipo wakizihubiri habari njema za ufalme wa Mungu na jina lake Yesu Kristo, wakabatizwa wanaume na wanawake. Na yeye Simoni mwenyewe aliamini akabatizwa, akishikamana na Filipo. Akashangaa alipoziona ishara na miujiza mikubwa inayotendeka. Mpaka 14. Na mitume waliokuwako Yerusalemu waliposikia kwamba Samaria imelikubali neno la Mungu, wakawapeleka Petro na Yohana. Jamani, Bwana sasa anasema wakati hao jamaa Filipo anahubiri habari njema, palikuwa pana wachawi pale. Wachawi nao wakaokoka. Mchawi alikuwa pale alikuwa Simoni mchawi. Simoni ni nani? Simoni naye akaokoka, akabatizwa, akajazwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kanisa la Bwana ni muhimu kubatizwa, ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ni muhimu kubatizwa. Jinsi ya kubatizwa Roho Mtakatifu: anza kumsifu Mungu kwa kadiri unavyopokea kwa imani. Anza kumsifu Mungu kwa kadiri unavyopokea kwa imani. Roho Mtakatifu pia tunampokea kwa imani ili ujazwe, ili ubatizwe Roho Mtakatifu. Tunaposema tumwabudu Bwana, tumsifu Bwana, anza kumwabudu Mungu na kumsifu, halafu amini utakapoweza kupokea kwa imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu soma Luka 24:52 hadi 53. Luka 24:52 hadi 53. Nasikia shauku kubwa kukuombea ujazo Roho Mtakatifu. Kwa hiyo anza kuamini. Wewe ambaye kujaza utajazwa leo. Wewe ambaye una renew utarinyuliwa leo. Wote tutajaa nguvu za Roho Mtakatifu. Soma ile Luka anasemaje? Luka 24:52. Luka 53. Wakamwabudu kisha wakarudi Yerusalemu. Wenye furaha kuu. Nao walikuwa daima ndani ya hekalu wakimsifu Mungu. Jamani, Bwana sasa wakamwabudu, walikaa daima. Ili upokee ubatizo wa Roho Mtakatifu lazima umwabudu Mungu. Watu hivi, mwabudu Mungu na kumsifu Mungu ili upokee Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu tunampokea kwa imani, lakini anadhihirika kwenye matendo ndani yetu. Maana mtu ambaye amebatizwa Mtakatifu, kwanza kabisa ataishi maisha matakatifu. Jamani, mimi mtu ambaye hajabatizwa ataishi maisha matakatifu.
matakatifu, halafu ataenda kwa lugha, halafu atakuwa kanisani, halazimishwi kuja kanisani, mwenyewe tu utakuwa una shauku ya kumtumikia Mungu. Jamani, amina. Vijana wakiona uamsho kanisani, wakiona uamsho, watakuwa hawaadhibiwi kama eti ungekuja kwa mwezi usiibe. Ukiona uamsho utakuja kanisani, hata kwa kuchelewa utakuja. Wakina mama, mkiona uamsho, siku yenu ya wakina mama, hamtakuja kusengenya kanisani, mtakuja kanisani. Mkija hapo mtaanza moja kwa moja kumtukuza Mungu. Lakini kama uamsho hamna, mtakuja hapa mtaanza kusengenyana, kama mama fulani, bwana nywele zake ni nyingi, mama Kiro bwana nywele zake ni nyingi, halafu si kwa nini hanyoi, si kama Samsoni vile. Mkijaa nguvu za Mungu, hakuna kuangalia nywele za nani, nywele za mtu. Sema amina. Amina. Sema amina. Amina. Huyo nuru bwana nuru anatoa magoli mazuri, sije napata wapi? Ukiwa na Roho Mtakatifu hamtaangalia magauni mazuri ya kuweza kuopa. Jamani, Bwana sasa. Amen. Yaani kila mmoja atakuwa na shauku ya kumwabudu Mungu wake katika uzuri wake. Lakini kama Roho haipo, wakina mama siku ya chama anakuja hapa, wanaweza kumnani mtu mmoja mmoja, na isitoshe watamsema mpaka mama mchungaji wao, na itoshe mpaka mchungaji wetu mtamsema kama mchungaji. Kila Jumapili anavaa suti, anakuwa sadaka zetu ziko wapi? Jamani, amina. Sadaka utolee mchungaji, unamtolea nani? Unamtolea Mungu. Lakini mpaka uone ufunuo wa Roho Mtakatifu. Wengine hawatoi zaka, najua akitoa zaka na kula mchungaji, naweza kutaka ale nani? Unataka ale nani? Na kula mimi mchungaji, Mungu ameniambia. Jamani, amina. Amina. Unataka zaka ya nani? Na ila na kula, Mungu ndiye amesema. Na kwa taarifa yenu, mchungaji Samson yule bwana katika wachungaji wa Pefa nchi nzima ndio mtu afungu la 10 mashughuli huyo. Jamani, amina. Amina. Leo nimekaa hapa nikafurahi kuona watoto wake nao washirika wamemeza leo baba hao, nao kundi lima wanatoka kutoa fungu la 10. Baba yenu huyo hapa ni mtu wa fungu la 10 mzuri sana. Mpigie makofi mchungaji wako. Kwa hiyo asemi kama hadithi, anasema kama fundisho la Mungu linavyosema. Hata yeye pia anatembea kwenye fundisho hilo. Maana Mafarisayo wanasema lakini hawatendi. Mchungaji ndio Farisayo, ni mtu wa Mungu. Jamani, Bwana sasa, ukiwa na nguvu za Mtakatifu utaenjoy. Sema kuenjoy. Utakuja kanisani kuzurula, utakuja kanisani kumwabudu Mungu katika uzuri wake. Haleluya. Amen. Jamani, haleluya. Ukiwa na nguvu za Bwana utafurahia, maana utakuwa unamwabudu Bwana kwa uzuri wake. Bwana Yesu Kristo wetu asifiwe sana. Amen. Ili pia ubatizwe na Roho Mtakatifu, unaweza kuzungumza kwa lugha ya kiajabu. Yaani wale ambao wanabatizwa na Roho Mtakatifu wanaweza kuzungumza kwa lugha ya kiajabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu soma Marko 12, Marko 16:17. Yule mwenye simu yangu naomba niangalie muda, sioni sana. Mwenye simu yangu yule ni nani? Naomba ile simu yangu. Asante. Basi kana simu yangu tu huko. Jamani, Bwana asifiwe sana. Amen. Jamani, Bwana sasa soma Marko 16:17. Nasema, na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo. Watasema kwa lugha mpya. Watashika nyoka. Hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapata afya. Roho Mtakatifu
Mtakatifu akija juu ya waaminio watanena kwa lugha. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa kupewa kwa kipawa cha Roho Mtakatifu katika maisha katika maisha yako. Tamani ujazo huu ili Mungu akubatize. Wewe ambaye bado hujabatizwa, wewe ambaye bado hujajaa, na wewe ambao umejaa, wote kwa pamoja tutasimama, tutatukuza Mungu wetu ili tuombe kipawa cha Roho Mtakatifu hiki kikaje. Naomba tusimame wote, maana muda wangu umeshaisha tayari. Tusimame wote. Naomba wana